kwa madam nimepata taarifa, nitaita kikao na nitakuhitaji na wewe pia uwepo ili tuweze kujadili juu ya hili. Samahani sana na nisamee mimi, nisamee mke wangu. Kwa baada ya hapo na imani tutaweka mazingira vizuri na hatua nyingine zitaenda. Sawa, itakuwa ni vizuri. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu. Mama Bishop, ushindwa hata kuingia ndani mamangu. Niko sawa. Kwanza nina furaha sana kwa ujio wako, maana Biblia inasema wakusanyikapo wawili watakatifu wa Bwana kuna neema katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa ujio wako mama. Karibu sana. Pastor. Jambo lilonileta hapa ni kuhusu mke wako. Jana alikuja na malalamishi kuhusu ndoa yenu, na sioni kama ni jambo zuri. Hili jambo mimi naona kuna hatari mbele, inabidi ujiweke katika maombi. Mama, kwanza ninakushukuru sana kwa sababu umekuwa msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu, hasa kwenye maisha yangu ya utumishi. Mpaka leo nasimama na suspenda kama mtumishi. Hatua hii yote ni kwa ushauri wako, maombi yako pia na ushauri wako. Lakini kwenye swala hili la maombi, ni kweli tunaomba mara nyingi, na sina imani kama mtu unaweza ukaomba jambo ambalo hujajua vyanzo vya maombi unayoomba. Mambo vipi shoga yangu? Poa, mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Kwema. Haya bana, ila mimi ndio kuna story nimezipata. Habari gani? Nimesikia shoga yangu natembea na mchungaji. Mimi? Ndio wewe. So kweli? Haya bwana, kama kweli, kama sio kweli, mimi najua ni kweli. Sijajua ni weke huu hapa mama. Ni shida nini pale inasimama kupera unayoiona kwenye haya maombi? Kama nilivyotangulia nikakwambia, jana mke wako alikuja na malalamishi kuhusu ndoa yenu. Japokuwa sijapata kiini hili, lakini nimeona ni tatizo kubwa na ni vita, na ndio maana nikakwambia unahitaji maombi, tena maombi makubwa. Nashukuru sana mama, maana nakutegemea kwenye kila wakati, na ninajivunia kuwa na mama wa kiroho mwenye upendo wa agape kama wewe, ambaye anaweza akaweza kuzungukia watu wake na kundi lake. Mama Bishop, wewe ni mtu ambaye ni wa kuigwa sana. Kwa hiyo kwenye kanisa letu ni mtu muhimu sana. Hivyo ninaomba mama unisaidie kwenye haya maombi. Chonde peke yangu sitoweza, omba msaada wako. Kwa hilo sijali, tuko pamoja siku zote. But don't forget. Asante mama. Naomba tujikabidhi katika mikono ya Bwana. Nilichokuwa nataka nikwambie tu, yaani usimwache, uhakikishe kwenye ile nyumba unaingia bila shaka, sijui unanielewa? Yaani mng'ang'anie kabisa
Hey, usimuache, usikubali kumuacha shoga yangu. Sikia wewe, nikwambie kitu. Mimi nimeenda pale sio kwa nia ya kugombanisha ndoa za watu. Nimeenda pale kwa ajili ya kupatanisha ndoa za watu. Sijui umenielewa binti? Shoga yangu ndo amekuwa hayo. Habari ndio hiyo. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu. Nataka nijue kwa nini simu yako hupatikani, alafu pale ulipokuwa unakaa haupo sasa hivi. Sasa hiyo ndo salamu? Wanadamu tunajuliana hali kwanza. Huwezi jua. Pengine mimi niko na matatizo yangu unajua. Yaani kwa hili hamna salamu. Na kwa nini usiniambie? Sasa nikae maisha yote kwani kwangu pale? Mimi nahama. Nyumba yangu iko mfukoni. Sikiliza. Mimi niko na matatizo. Nilishindwa kutumia message au kupigia simu sina. Sasa shida iko wapi? Na taarifa zako nimezipata kuwa una mwanamke mwingine na huyo mwanamke ni mke wa mchungaji. Kwa hiyo mimi ulikuwa unataka unichezee? Sivyo? Mimi huyo mama. Mimi? Ndio. Na mke wa mchungaji? Ndio, natoka na mke wa mchungaji. Wapi na wapi? Kwa nini unadhani sijui? Wapi na wapi na mke wa mchungaji? Ndio hivyo. Sasa leo hapa tunaondoka wote. Baba mchungaji. Nakuomba mara moja samani lakini. Habari za jioni baba mchungaji. Mungu ni mwema. Nashukuru. Hivi uliwaza nini kuwa na kile kidada kile ambacho ni kimalaya, hajawahi kuwa na bwana mmoja, yaani mambo yote machafu anayo yeye. Wewe na wazifa wako wote huo ukaamua uende ukakichukua kile kidada. Hivi uliwaza nini? Ukisoma Injili ya Yesu anasema nimekuja kuwatafuta waliopotea na waliopotea na wenye dhambi. Hivyo yeye hakuja kwa walio wema. Hivyo yule dada naye ni miongoni mwa waovu. Kwa hivyo naye atajifunza habari za Yesu na atamjua Mungu wake na kumrejea Mungu aliyemuumba. Kwa hiyo ataacha dhambi na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na yeye anastahili kuwa mwanafunzi wa Yesu ili ayajue matendo mema ya Mungu na kuachana na matendo mabovu ya Shetani. Endelea. Na mimi nilikuja kwa wema tu, mtoto wa Mungu. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa jicho lake likamtazama. Asante sana. Wenyewe humu ndani nimewakuta? Hapana, nimebakia mimi tu. Sawa. Basi sawa, nashukuru. Samahani, naomba nikuulize swali. Wewe kwa nani? Unataka kunijua mimi? Ndio. Mimi naitwa Milambo, ndo katibu wa kanisani kwa Weeboy. Na nilikuwa na shida na Weeboy, au kama nitamkosa pasta basi hata mke wake. Huyo pasta hayupo, ametoka kidogo. Hata mke wake pia hayupo, hii ni wiki. Ulisema we ni Milambo? Mimi naitwa Milambo.
Vipi, kuna tatizo? Hamna shida. Hapana, mke wangu hayupo, maana leo ni siku ya 8, lakini na imani muda wote atakuwa amefika. Maana nimekuja kuulizia kuhusu kile kikao ambacho nilikwambia siku ile. Sawa, na imani akifika tutalifanyia kazi, kwa sababu na imani nyota njema huonekana asubuhi. Tutaliweka vizuri tu mama. Na Milambo nishamkamata, nimemhifadhi sehemu ambavyo ninapajua mimi, na kama utashindwa kulifanyia kazi hilo swala, mimi nitalifanyia kazi mwenyewe. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Ni vizuri sana hasa kwa binti. Mfano ukisoma kwenye vitabu vya Mithali 31:11 mwandishi hapa anasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. 11, moyo wa mmewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Hii inazungumzia mfano sisi tunaomtumikia Kristo kwa moyo na kwa uaminifu na utulivu mkubwa. Kwa Kristo lazima atatubariki na atatupa baraka zake, kwa sababu ni wasikivu na tunamtumikia kwa moyo. Kwa hiyo misiri, mfano kama wewe ni binti ukajitunza kwa Kristo na unamtumikia Mungu kwa moyo, Mungu hataweza kukunyima baraka. Atakupa mume mwema anayemjua Kristo na atakupa watoto, atakubariki mali pia. Kwa hiyo ni vyema kumwamini Mungu na kumjua Mungu na kumtumikia kwa moyo. Sawa? Mimi na imani umenielewa. Sijajua kama una swali kabla ya kuendelea. Sina swali. Sawa. Nimekumbuka. Alikuja mgeni anaitwa Milambo.